Msikilizaji, karibu tena kwenye kikombe cha gahawa, sehemu nyingine tena tunakaa mimi pamoja na Robert au Litimba, unaweza kumuita pia Juhudi, yote ni majina yake. Tunaenda kumsikiliza sehemu nyingine tena siku hii ya leo. Ni kijana mwenzetu, Mtanzania mwenzetu ambaye amepitia mambo mengi sana, na sisi tukasema bila hiana basi tukamsikilize ili tuweze kujifunza kitu kutoka kwake. Hatupo hapa kwa ajili ya kumhukumu, hapana, tupo kwa ajili ya kujifunza. Hii ni moja kati ya story kali sana tena sana, na nilikwambia kwamba huko mbele ni kwa moto zaidi. Karibu sana ukasikilize sasa mambo makubwa na mazito ambayo amepitia ndugu yetu. Mimi ni Morris Kembo, na pewa nguvu na madhabahu ya Yesu Kristo, inaitwa Fresh Spring Fellowship. Karibu sana kumsikiliza Litimba huyu hapa, tunakwenda kuzungumza naye. Tulipoishia, Litimba anatuambia alichukua mkopo. Baada ya kuchukua mkopo mambo yakawa magumu. Kaka yake ambaye alichukua naye mkopo amefukuzwa kazi. Kwa hiyo kinachofanyika sasa hivi, yeye ndo inabidi atoe rejesho kwa kaka yake. Rejesho lake pamoja na la kaka yake, yani majukumu yote inabidi abebe yeye. Bado kaka yake kwa kuwa hana kazi inabidi amzingatie chochote kitu aweze kula. Maisha yalikuwaje, nini kiliendelea wakati huo? Bado yule dada ambaye yuko Morogoro kule, ambaye alimpa nauli, wanaendelea kuwasiliana. Yupo kule Morogoro, mawasiliano yanaendelea, lakini huku mambo ni magumu. Maisha magumu sana. Litimba, karibu sana kwanza sehemu nyingine hii. Nashukuru pia kwa kakaangu Morris Kembo. Pia nashukuru kwa kipindi kichagawa. Kwa pale ambapo niliishia, napenda kuendeleza kwamba tulikuwa baada ya kuchukua lile rejesho, kama vile nilivyosema kwamba maisha yalikuwa magumu, na mimi ndo nitakuwa nilisimamia lile rejesho na kaka mkubwa. Lakini ilifikia hatua kwamba kutokana na kupeleka rejesho la kwangu na la kaka, mimi nikawa nakosa muda mwingine paka chakula. Kwa hiyo ilibidi nitumie nazi zile ambazo ni mbata. Nakumbuka kuna siku ambayo tulikuwa tumekosa rejesho, mimi na kaka mkubwa ambaye ni kaka binamu. Yeye alinipigia simu mimi akaniambia, mdogo wangu, mimi kwa upande wangu huku sina rejesho, sijui kwa upande wako. Nikamwambia hata mimi pia sina rejesho la kumlipia sasa kaka. Tuna rejesho la mimi na yeye ana rejesho lake. Kwa hiyo tukakubaliana kwamba kaka asiende kwenye rejesho, tutaenda kumsemea. Yeye akampigia simu rafiki yake ambaye anamwamini sana. Akampigia simu akamwambia, bwana, mimi nimekosa rejesho, kwa hiyo kesho sitakuja. Yule rafiki yake akamwambia, njoo mimi nitakulipia. Kaka basi asubuhi mimi nikamuona kwenye kikao, nikamuuliza kaka mkubwa, mbona huyu yuko hapa? Kaka akasema amesema rafiki yake atamlipia. Nikasema una uhakika? Lakini kaka, kilichotokea baada ya kufika kwenye lile rejesho, kama unavyojua, yeye ndo alikusanya ile hela akapeleka kwa wale viongozi. Baada ya kupeleka kwa viongozi, akaenda kumshtaki kaka kwamba yeye hana rejesho na muda wote tunamlipia sisi. Kwa ukweli walimuita, walimsema sana. Mimi kama ndugu niliumia. Na baada ya kaka mkubwa akaenda akamsemea pia, akasema kwa kuwa rejesho alijawahi kumisi, ndo safari ya kwanza, kwa hiyo haitajitokeza tena. Kwa hiyo baada ya pale nafikiri tukashuka, na baada ya pale tukaendelea kupambana, tukarecover, tukaona tumekava, tudaiwi, lakini rejesho bado mbele ilikuwa linaendelea. Tukaamua kulikata ili tusiendelee kubeba mzigo mkubwa. Kwenye upande wa rejesho ukaishia pale. Lakini nakumbuka kuna siku pia mtoto wa kaka alikuwa anaumwa. Kaka kanipigia simu mimi, kaka binamu yule ambaye ananisaidia. Wakati mimi nakaa Buguruni, pia nilipata ile hela nikapanga nikakaa Buguruni. Kwa hiyo akanipigia simu akaniambia, bwana, mtoto anaumwa, ambaye ni mtoto wake wa kumkuta. Sasa hivi yuko Muhimbili amelazwa ICU. Sasa simu ambayo mimi nilikuwa naitumia kaka ilikuwa bila kutumia foni, chaji ilikuwa inaenda sana. Okay, kwa wakati huo ushapata simu tena? Nilikuwa na simu. Lakini chaji ilikuwa bila kutumia foni, chaji inaenda sana. Kwa hiyo tukawasiliana, tukapanga, kwa sababu yeye alikuwa anatoka Matosa, mimi natoka Buguruni. Nikasema basi mimi nikiwahi utanikuta getini pale Muhimbili, lakini ukiwahi wewe pia utanitafuta kwenye simu. Sasa nimeoga, nimejiandaa, nimefika Buguruni stendi, nikawaza nimpigie tena. Nilipompigia akaniambia yuko Kimara mwisho. Mimi nikamwambia okay, mimi napanda gari. Yani ile namaliza kukata simu, gari hii hapa ikawa inakuja. Gari ya kugombania.
nikairudisha simu mfukoni, lakini kumbe zile phone hazijaingia zote mfukoni. Kwa sikio moja lilibaki linaning'inia. Kwa nilipopanda kwenye ile gari, ngazi ya kwanza ya pili, mguu wa kwanza, mguu mmoja ukaangazia ya pili, mguu mmoja ukaangazia ya tatu pale juu, mkono wa kushoto. Akapanda mdada mwingine akaenda mkono wa kulia, lakini gari ilikuwa kama imejaa sana. Kwa hiyo konda akafunga gari, akafunga mlango, akawa anairuhusu gari iondoke. Sasa mimi nikawaza kwamba ile phone imekaa vizuri kweli. Nimekuja kuiangalia ile phone, kumbe imenasa kwenye pini ya jinzi ya ule dada pale. Kwa hiyo mimi akili yangu nivute ile phone. Kaka, lile ndo lilikuwa kosa. Nilivovuta tu nasikia kofi kwa nyuma. Yaani lile kofi mpaka lilinipagarisha. Sasa nikageuka kwa panic ile. Kwa nini unanipigia nini? Konda akawa ananiambia, nyinyi ndio wezi, kila siku mnakuwa mnawaibia watu kwenye daladala, afu sisi makonda huwa mnasema kwamba atutoe ushirikiano. Kaka, nikamwambia hapana, mimi sio mwizi. Si unajua na confidence yote kwamba mimi sio mwizi. Ila na ile phone ilikuwa haijatoka. Nikamwambia ila hii phone imenaswa kwenye pini ya huyo dada na imeenda kabisa ule mkono wa kulia kule. Konda akaendelea kunipigia tena. Akanipigia tena. Sasa tunajua tayari ile wenge limeshaingia. Yule dada akaangalia kwenye pini yake, akaifyatua ile phone ikarudi kwangu. Kaka, nilipigika kama dakika 3 hivi au 4 zile za moto. Na watu wengine una conductor tu. Konda ile gari ilikuwa inataka kutoka. Konda akaitia mwizi pale. Sasa watu wakawa wale ambao wamesimama kwenye daladala wanashusha kipigo na konda mwenyewe ananipiga. Yaani mwili wote kaka ulikufa. Yaani unajua nikiongelea situation kwamba kama roho imeshaama, umebaki pale mwili tu. Ndo hali niliyekawa nayo siku ile. Kwa sababu ilifika mahali nilijua mimi ni mtu wa kufa. Kwa sababu nje wanasukuma mlango na wamebeba mawe. Ndugu yangu, pale palikuwa pagumu sana ile siku. Yule dada alikaa kimya, hakukutetea? Dada yule alikaa kimya. Akatokea dada wa pili juu yake ambaye alibeba mkoba, tulimkuta mule kwenye gari. Akasema kauli ambayo naikumbuka, alisema kwamba huyu alitaka kuniibia ila mimi nilikuwa namwangalia tu. Yule ndo aliongeza matatizo. Kaka, nilipigwa kiasi kwamba mpaka nikakumbuka, yani nikawa namwambia, yani nikawa nasema sasa Mungu wewe chukua turo yangu. Unajua ule umepigwa kwa dakika kadhaa mwili mpaka umekufa ganzi. Yani usikii tena maumivu yale. Na ukiangalia nje watu wanakusubiri na mawe. Gari haijatoka stendi. Alafu ilikuwa ni kituo gani hapo? Buguruni pale stendi. Buguruni polisi pale stendi pale. Na wingi ule wa watu pale. Kwa hiyo watu wakawa wanaongezeka. Kwa hiyo nikaisi mimi hapa ndo mwisho wa historia yangu. Nakumbuka niliongea tu kauli moja, nilimwambia yule dada utakuja kuzaa na inawezekana ukazaa mtoto wa kiume akapita hichi ninachokipitia pia. Kwa hiyo nakumbuka kulikuwa na askari, yule mchezo wote alikuwa anauangalia. Baadaye akasimama, hatua za mwisho sana nimeshapigika. Akasimama akasema una mawili ya kufanya. Anamwambia konda, kutoa gari hapa kupeleka stendi na nikupeleka kituoni, au kutoa gari hapa kumwacha sehemu salama. Afu alivyoongea yale maneno mawili akakaa. Yule ndo alikuwa kama ni Mungu siku ile kwangu. Yaani nasikia tu konda anamwambia dereva uchawi hapa. Gari akamwambia toa gari hapa ni uchawi. Kwa hiyo gari ikaanza kutembea. Okay, uko chini au ndani ya gari? Niko ndani ya gari. Kaka, pale ningeshuka chini ndio story ingeisha pale. Kwa sababu mule tu ndani nilipigika mpaka kiwango cha mwisho. Kwa hiyo nikafika katikati ya boma hapa kwenye ile hospitali ya nini ile wanaita Amana pale. Wakafika pale, akasimamisha gari, akanishusha. Wakati napigwa pale simu ilikuwa imedondoka pale. Kwa hiyo nikawa naomba simu yangu ili niwasiliane na kaka. Yeye akaniambia wewe mwizi unaomba tena simu. Kwa hiyo na simu akachukua ile konda. Kwa hiyo nikawa sina mawasiliano. Sasa kurudi nikawa nahofia kwamba nikifika pale, kwa sababu ile pale gari itasimama, inawezekana nikaonekana nikapigwa tena. Kwa hiyo ilibidi nipande gari niendelee kwenda Muhimbili.
Kakaangu nikafika Mwimbili getini, nikamsubiria kaka ukusema kweli akaja pale Ulikuwa kwenye hali gani? Ulikuwa labda una damu, nguo zako zilikuwaje? Kwa sababu damu ilikuwa inatoka puani pia, na puani na baadhi ya maeneo kidogo kama mlichunika. Kwa hiyo kaka alipofika, vipi? Mbona simu yako napigwa? Alafu nasikia mtu anasema kwamba huyo mwizi. Nikamwadisia, akaniambia ulikuwa umechukua namba ya ile gari? Nikamwambia kwa jinsi nilivyo kachanganyikiwa pale sikukumbuka hata kuchukua namba ya ile gari. Kwa hiyo story ndo ikaishia pale. Yani ikawa vile tukamwangalia mgonjwa, nikarudi nikaendelea na kazi. Baada ya muda tukawa tunawasiliana sasa na ule kule dada, na ni hatua za mwisho sasa. Mzee alikuwa anaumwa, ndo anaelekea kufariki. Sasa nilipowasiliana naye akaniambia, sikiliza, kutokana mimi ni shemeji yako na natamani kuja na dada yako, yani kipindi kile ananiita namuita dada, huyo dada wa Morogoro. Sasa akasema kutokana na mimi na kuheshimu, sasa nawezaje kukutembelea? Mimi na mdogo wangu anaweza akakufaa. Sasa mimi nikapiga hesabu za haraka Morogoro hapa. Tunaweza tukazungushana tu ikaishia hivi. Nikamwambia basi sawa, na aliniambia yuko Morogoro. Kumbe yuko Dar es Salaam yule mdogo wake. Kwa hiyo akaniambia basi kama iko hivyo basi mimi nimeshampangilia. Wewe tu kwa upande wako. Nikamwambia basi poa, nilikuwa tu naitikia kwa kuondoa ngoma juani. Kakaangu baada ya yale nakumbuka alinipa namba. Siku nikiwa kazini nikampigia simu. Kumpigia simu nashangaa ile nasikia gari inaitia kama inaenda mjini. Baadaye nikamuuliza, uko wapi? Ananiambia mimi naenda Kariakoo. Kumbe yuko hapa mjini aisee. Basi tukaendelea kuwasiliana, akaja nyumbani, tukaendelea kuwasiliana. Baada ya kuja nyumbani, sasa mimi natakiwa niende kwa dada yake ili akanione, kwa sababu dada yake pia alisikia stories zangu. Kwa hiyo siku ambayo tunapanga kwenda kwa dada yake, rafiki yangu akaja pale nyumbani. Baada ya kuja nyumbani nilitoka naye kazini. Baada ya kuja nyumbani sasa kuna nyimbo alikuwa anataka kwenye simu ya mke wangu. Sasa nikawa namwambia naomba hiyo simu. Kumbe yeye kuna mtu alikuwa anachati naye. Alivyotaka kunipa ile simu kama akasita, kwa hiyo mimi nikawa nimeshika ile simu na yeye ameshika, tunavutana. Huyo mpenzi wako mpya sasa. Huyo mpenzi wangu mpya, tunavutana. Sasa mimi nikaona sasa hii mbona kwa mgeni hapa kama inaleta picha mbaya, nikamwachia ile simu. Kumbe ile message ni kama imejitia lock, hawezi kuifuta. Baadaye nikamsindikiza mgeni, nimerudi nikamwambia kwa nini umenikatazia simu? Lete hiyo simu. Na alivyokuja kwa mkao mnaishi naye, alikuwa anakuja tu na kuondoka. Yeah. Kwa hiyo alivyoleta ile simu na kwenda kwenye upande wa message, nakuta message ya mpenzi wake mwingine bwana. Alafu mimi ndo natakiwa nikajitambulisha kwa dada yake. Sijui unanielewa. Usikule niliwaza sana. Japo niliongea, lakini pia niliwaza, nikasema sasa inakuaje? Na dada yake kule anatusubiri. Kwa hiyo ilibidi asubuhi tu nipande gari, hatujasemeshana mpaka tumefika. Tumefika pale, dada yake akaniona. Mimi sijaongea chochote, lakini kwa jinsi alivyoniona akaniona siko sawa. Baadaye nikawa nimeondoka. Yule akawa anapiga, sasa umekuja kwa dada, utaki kuongea tena na mimi? Nikamwambia mimi nashindwa kuelewa ni nani anatupaswa, yani sijajua, yani najitambulisha mimi, wewe una chat na mwingine, yani hiyo pia sijaielewa. Kwa hiyo wakati ule tuko kwenye yale mahusiano pale, tukaendelea, lakini nikamsamea, tukaendelea. Huku baba akafariki. Baba yako mzazi? Babangu mzazi akafariki. Kwa hiyo nikapata taarifa nikiwa kazini, nikamwambia bosi, na bado kwenye uchumi kulikuwa hatujakaa sawa. Kwa hiyo bosi akanipa nauli, tukaenda kwenye kikao. Ile nauli yangu kaka ndo anataka aende nayo kwenye msiba. Nikamwambia hapana, kutokana bosi akiniona na wakati ameshanipa nauli italeta picha nyingine, acha mimi niende. Kweli nikaenda kufika kwenye msiba kijijini.
Ulienda mwenyewe, ulienda na yule mwanamke? Nilienda peke yangu kwa sababu bado nilikuwa sijajitambulisha kwao. Nikaenda, nimefika msibani, nilichokutana nacho msibani nikakuta zile vuguvugu za chini chini kwamba mama ndo amehusika na kifo cha baba.